Namshukuru Mungu kwa ajili ya mali hapa. Amina. Amen. Mimi nilikuja mwaka jana mwezi 6 hapa Ngomona. Nilikuja kwa ajili ya malengo mawili. Kwa ajili ya kuuza duka la dawa, lakini pia kwa ajili ya kufanya mtengano. So nimefika mali hapa, dadangu akanikaribisha, akanipeleka kwa mchungaji Mabula Jumapili ya kwanza. Jumapili ya pili nikasali, lakini Jumapili ya tatu nikamwambia Damatha, mimi nataka kwenda kanisani kwenu. I don't remember first day tulitaka hapo nje. Nikaona hii kanisa, nikajaribu kuona kanisa ndio kwa maana yake kule chuo niliposoma kuna kanisa mengi mengi. Also nikafikiri tu ni kanisa. Lakini for the first time nimefika mahali hapa after praise, after worship. Wakati baba mhubiri na wazee. Aini alinigusa kwa namna tofauti. Amina. Siku nikachelewa. Dada akaniambia, "Je, mbona umechelewa?" Wakati kwa Mabula anatoka saa 4, nilikwambia ndio dada ya kwanza. Nikamwambia mimi nilienda kusali na kina Damatha. Akaniambia, "No, usiende kule kwa sababu kule kidogo anachelewa kutoka by that time ibada ilikopo moja na chuo alikuwa amefunga." The next Jumapili nilipokuja nikachelewa tena. Baba ameingia kwa sababu kuhubiri, dada kanitext. "Umefungua duka?" Nikamwambia no. Sasa nikasema ngoja nimsikilize baba kidogo, lakini ndio nilipokuwa namsikiliza I was like nanogewa nilipokaa ibadani. Nikamwambia Damatha, "Desa ananitext, ananitafuta." Nikamwambia nitatoka kabla ibada kuisha. Lakini kwa ajili ya mahubiri hata wewe usingetoka. Bwana asifiwe. Nikafika nikatulia hapa. Jamani, mahali hapa ni pazuri sana. Ninashukuru pia, lakini shuhuda wa kwanza I got the best version of me. Amen. Yani si nieleze. Unaweza kujipata, kujiona. Yani I think all ushuhuda mkubwa. Yani najipata mimi katika Bwana. Amina. Niliota ndoto mbaya. Ndoto ya aibu kidogo. Sasa baba alimaliza kuhubiri hapa. Sema nataka kuombea. Na mimi nikamachi forward nikataka kuombea. Lakini baba alipokaribia kwa mgongo wa kushoto ambao una tendency ya kuuma. Lakini ile shughuli ilikuwa uume. Alipokaribia baba ukaanza kuuma. Alafu baba akaniuliza, "Unataka kuombea nini?" Mimi nikamwambia, "Nataka tu uniombee." Akaniambia, "Mbona mguu wako unauma?" Nikamwambia, "Ndio." Akaniombea. Lakini cha ajabu zaidi, ile ndoto mimi sikumhadithia, mimi lengo langu lilikuwa ni ndoto, kumbuka. It's not mguu. Lakini kaniambia, "Na kitu ulichogopa kuniambia Mungu amekuponya." Wewe sio sio. Ile siku nilimshangaa Mungu hadi nilikuwa nahadithia kila mtu kiukweli. Namshukuru Mungu. Ile ziwa langu la kushoto ni biu. Ilikuwa linauma. Cheke. Nikafanya ile mwaka kwanza semester ya pili I think nilienda hadi kwa daktari. Nikamwambia mimi ziwa langu linauma. Akaniambia linatoa maji, nikamwambia no. Lina uvimbe wote, nikamwambia hapana. Sasa kuna tendency ya hizo kuuma mara kwa mara. Bwana asifiwe. Jumapili kama mbili zilizopita nikawa nimekaa pale. Baba akaanza kuhubiri. Hata kuhubiri tukaanza kuomba. Tuliomba tukamaliza kidogo. Mimi nikafungua macho. Sio ni baba alisema mimi au mwingine akasema usifungue macho, omba. Na mimi nikafunga macho yangu. Nikaanza kuomba. Niliomba kama dakika 3 hivi, kumbe baba alikuwa anapita. Aliponikaribia the same I felt pain. Sure. Lakini kama sekunde 3 nikaona mkono. I think alikuwa baba mimi sikufungua macho. Lakini from that Jumapili kama mbili, mimi mpaka leo ziwa langu alijauma tena. Bwana asifiwe. Yani namshuhudia Mungu kwa namna ya ajabu. Bwana asifiwe. Baba Mungu akubariki. Yani you're real anointed. Mungu akubariki. Pia namshukuru Mungu kwa habari ya ubatizo. Mimi MKKT nilibatizwa kanisani kwetu, lakini kwa neema ya Mungu kanipa neema ya kuhudhuria mafundisho. Baba mkuu ametufundisha vizuri sana. Bwana asifiwe. Kuhusu kumpenda Mungu na pia kuhusu kuweza kuiacha dhambi. Bwana asifiwe. Na jana nimebatizwa. Namshukuru Mungu.